الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Mzangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpatia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu sisi bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuko Jumaa ya mwisho katika mwezi huu wa Shaaban, hii ndio Jumaa ya mwisho insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu aimalize kwa kheri na tuingize katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kheri na katika afya. Mada ambayo tumepanga kuzungumza ni mada adhimu sana, na tumepanga kusudi hii mada. Unajua, wakati kitu kinafika mwisho mwanadamu anajisahau. Kwa hiyo nikapanga mada hii kumkumbusha huyu mwanadamu, kama alikuwa ameacha maasi basi aendelee kuyaacha, isije ifika mwisho sasa tunaingia Ramadhani akawa tena anarudi kule alipotoka. Kwa hiyo nikapanga mada kama hii kuizungumza, watu tukumbushane na tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki mambo kama haya. Ni mengi sana ulama wameeleza katika kabairu dhunub, miongoni mwa madhambi makubwa takriban 60, lakini hatueleza yote kwa sababu juma ni siku kidogo, ni muda mchache sana. Yale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa uwezo wa kueleza, sababu sisi hatuna uwezo. Allah ndiye mwenye uwezo, basi. Na labda watu wengi waliadhania ni madhambi ambayo hana athari kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ana athari kubwa sana. Na labda wengine wanachukulia mchezo kama madhambi kidogo sana, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Madhania kama ni mepesi sana kwa Allah, wa huwa 'inda Allahi 'azim, lakini hayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa.
Kwa hiyo miongoni mwa madhambi hayo ambayo Muislamu kuelekea Ramadhani na kuingia Ramadhani anatakiwa ayaache, takfirul muslimin. Dhambi la kwanza ni kuwakufurisha Waislamu. Kuwakufurisha Waislamu, watu kiambiana na kutupiana maneno kwamba wawe ni kafiri. Tumekuwa tukiona kwenye mitandao hali ilivyo kule kwenye mitandao sasa hivi ni hatari sana. Maustadhi na mashehe na wanazuoni wakubwa wanatiwa kwenye ukafiri wazi mbele ya kamera, wazi mbele ya msikiti, mbele ya ummati Muhammad. Wewe shaka fulani kafiri, wewe fulani kafiri. Anatukanwa shekhe mkubwa anayefanya da'wa, anaendeza dini, kwa sababu ukifuatilia utakuta jambo ambalo hata halikuwa la kusababisha atukane, halikuwa sababu ya kuambiwa yeye ni kafiri, lakini anatokea moja katika mashehe, anatokea moja katika maustadhi, anaita media, anaanza kumtukana ndugu yake Muislamu kwa kisingizio kwamba anamrekebisha, lakini kumbe hamrekebishi. Anataka kumharibia tu jina, anataka kumshusha hadhi ndugu yake Muislamu. Zama za Mtume ilikuwa hivyo pia, watu walikuwa wanatukana masahaba, hawaachi wanawatukana kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Mtume anataka, walladhi nafsi biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko chini ya mikono yake, iko chini ya nguvu zake, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, lau watatoa mmoja wenu mfano wa mlima wa Uhud, akachukua pesa chungu nzima mfano wa mlima Uhud, akatoa kama sadaka, akatoa kama zaka, Mtume anasema ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hataweza kufikia hata kibaba kimoja cha mmoja wao. Sasa vipi mtu anakuja sasa anamkufurisha mwanachuoni, anamkufurisha ndugu yake Muislamu, anathubutu kusema kwamba wewe kafiri? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadihima, yeyote mwenye kumwambia ndugu yake wewe ni kafiri, basi ikiwa mmoja wao kweli ni kafiri, yani ikiwa yule anamwambia ni kafiri si kafiri, basi ule ukafiri na dhambi lile kuangukia wewe. Ikiwa hao makafiri tu, tumeambiwa tuwaheshimu, tumeambiwa tuwapende, tumeambiwa tuwaheshimu, tumeambiwa tusiwavunjie adabu. Kaifu Muislamu? Yeye ni mashahidi, mnaingia kwenye mitandao, msioni hizo. Kurekebisha kuna namna yake, kuna taratibu zake kumrekebisha mtu. Sio lazima mtukane, la, sio lazima mtukane barekebishiki, kuna namna. Ud'u ila sabili
bilhikmati walmau'izati alhasana, linganie katika njia ya mwana wako kwa hikma na kwa mawaidha mazuri. Basi amekosea, unamwita, mnakaa chini mnajadili kwa hikma. Hawezi kumuita, basi hata kwenye mbele ya kamera zungumza kwa hikma na kwa mawaidha mazuri. Mambo ya kutia tena ukafiri kwa ndugu yako Muislamu, kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, unamtia kwenye ukafiri wewe. Wa fi qalbihi la ilaha illa Allah. Basi katika kabairu dhunub, katika madhambi makubwa ambao wanazuoni wameyaeleza wakayapangilia, moja ni takfiru muslimin. Soma katika kitabu al-Kabair cha al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ameeleza vizuri masala haya, kwa kufurisha Waislamu, kumtoa ndugu yako kwenye dini katika madhambi makubwa. Kwa hiyo Waislamu inatakiwa tuwe na tahadhari sana. Siko njia za kumwambia mtu, siko njia za kumwelekeza mtu, bali wengine utafuta makosa tu ili mradi amshambulie mwenzake, amshambulie, amshushe hadhi yake. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema katika al-Ajwiba al-Mufida, anasema alladhi yaqau fi a'rad al-ulama al-mustaqimin la yakhlu an yakuna ahad thalatha. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema yule ambaye anaingia katika vyeo vya wanazuoni, anawashambulia mashekhe, basi huyo lazima atakuwa mmoja katika hawa watu watatu. Hawa watu watatu lazima yeye ni mmoja wao. Anasema imma munafiqun ma'lumun nifaq, aidha wewe ni mnafiki, watu wanamjua ni mnafiki. Siku zote mnafiki ndio hawaachi wanazuoni, hawaachi maustadhi na mashekhe, atafuta sababu wewe ni mnafiki. Wa imma an yakuna fasiqan yabghadhu al-ulama, ama awe ni fasik, mtu muovu, anawachukia wanazuoni kwa sababu wanaomkataza ile maovu yake. Sasa anawajengea chuki. Ikitokea ameteleza kidogo, ashapata fursa, naye sasa anakuja kwenye kamera na mshauri. Mtume hakusomesha hivyo. Mtume hakufundisha namna hii, hakufundisha msamaha. Mtume alikuwa na uslubu mzuri sana wa kurekebisha mambo. Basi na sisi tu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, heshima ya wenye elimu ibaki pale pale. Nifikia mpaka al-Imam an-Nawawi anakuwa kafiri. Al-Imam an-Nawawi kafiri. Kwa nini ni kafiri al-Imam an-Nawawi? Eti tu kwa kuwa wasema kunuti katika sala ya fajiri ni sunna. Ni hilo tu amekuwa kafiri. Umesoma wapi mambo kama haya? Unamwiga nani wewe? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Mtume ndio kiigizo chema kwetu sisi. Sasa mbona hatumwigizi?
lam yakun an-nabiyyu sababa, mtume hakuwa mwenye kutukana. Lam yakun an-nabiyyu fahasha, mtume hakuwa na maneno machafu. Kana tayyibul lisan, alikuwa mwenye ulimi mtamu. Na sisi tuwe hivyo. Habima rahmati min Allah linta, tumelikuwa sisi fuko kweli. Tubadilike. Hili jambo la kwanza. Dhambi la kwanza kubwa kwa kufundisha Waislamu. Dhambi la pili, al-liwat. Yale madhambi makubwa. La pili, liwat. Liwat maana ni kuingiliana wanaume na wanaume. Naam. Lakini kwa kuwa sasa imeenea katika ulimwengu, imekuwa kama kawaida sasa. Imekuwa watu hawashtuki kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaasiwa. Anakuja mwanamume anamuoa mwanamume mwenzake. Mwanamke anamuoa mwanamke mwenzake. Hatuzungumzi ili lifanyike. Tunazungumza turekebishe, tusiingie kule. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allah, amemlaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man amila amala qaumi Lut, mwenye kufanya kitendo cha kaumu Lut amelaaniwa huyo. Atadhuruna man la'ana, hivi mnajua nini laana? Al-la'na at-tardu min rahmatillah, ni kufukuzwa na kutolewa katika rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa haupo kwenye rehema ya Allah, utakuwa kwenye rehema ya nani wewe? Basi hii dhambi kubwa Allah anachukia. Na ndio maana mpaka sisi wanaume wenye wake zao nyumbani tumekatazwa kuingilia wake zetu kule, kwa sababu ni haram. Mal'unun man ata imra'atahu min duburiha, tunasema amelaniwa mwenye kumwingilia mke wake tupu ya nyuma. Hayafanyiki ama yanafanyika? Mpaka mwingine anamlazimisha mke wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaika mahali pazuri. Na maana Allah anauliza katika sura Ash-Shu'ara, atatuna dhukrana min al-alamin, na waingilia wanaume. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, na mnawaacha wake zenu walichokuumbieni pale. Unamwacha mke wako sema alokuambia Allah kwa ajili ya tendo hilo, unamwambia geuka bana, unapata laana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unapata laana. Na haya mambo hufanyika sana. Lazima watu waambiane. Sasa hivi kuna jambo la Valentine's. Hebu niambie itakuwa Valentino, siku ya wapenda nao. Hebu niambie itakuwa si mume na mume washawana, hiyo siku itakuwaje?
Watu wanaingia kwenye sherehe za watu ambazo hawajui kabisa asili yake. Katika Uislamu hakuna siku hiyo. Hakuna siku hiyo katika Uislamu. Bali hii siku ikifuatilia ina upagani ndani na shirki ndani. Haihusiani kabisa na dini. Niwaeleze tu kifupi. Katika karne ya 3 mwaka 270 AD, Mfalme Claudius wa pili, acha ule wa kwanza, wa pili, aliamuru maaskari jeshi wasioe. Hakuna askari hata mmoja kuoa, hakuna. Ni amri ya mfalme hiyo. Hakuna askari kuoa. Lakini Padri Saint Valentine alipopata ile habari ya mfalme kuwakataza maaskari kuoa, yeye alichukua jukumu la kuorodhesha siri kwa siri. Akawa wale maaskari kila anataka kuoa anamuorodhesha siri bila mfalme kujua. Alipokuja kugundua mfalme Claudius, akamkamata Padri Valentine, akamtia jela. Ukumbuke hapo tayari kuna mawasiliano ambao si mazuri baina ya mfalme Claudius na Padri Valentine, kwa sababu mfalme alikuwa bado kwenye upagani wa kuabudu miungu ya Kirumi. Lakini Saint Valentine yeye alikuwa yuko ndani ya Ukristo. Kwa hiyo wakawa mfalme anataka kumchukua Valentine aingie kwenye upagani kwa nguvu, lakini akakataa. Kwa hiyo ukawa hawana maelewano mazuri tangu mwanzo. Sasa aliposikia anawaozesha maaskari kwa siri, alimkamata akamtia jela. Kule jela sasa Padri Valentine akapendana na mtoto wa askari mkuu kule jela. Askari mkuu jela alikuwa na binti yake naye katoa ndani. Sasa Padri Valentine alipoitwa ndani kule, kapendana na ule msichana. Hukumu ikatolewa kwamba huyu Padri Valentine hukumu yake ni kuuawa. Siku ikapangwa tarehe 14 Februari ndio siku yake ya kuuawa. Ilipofika sasa ile siku na wakati unasonga wa kunyongwa, aliandika barua ya mapenzi kumwandikia msichana wake. Tangu siku hiyo sasa inaitwa siku ya wapendanao. Lakini Waislamu siku zote sisi tunapendana. Hatuna siku maalum sisi. Tunawapenda mama zetu siku zote. Tunawapenda dada zetu siku zote. Tunawapenda wake zetu siku zote. Hatuna siku maalum. Ama kuna mtu kuna siku anamwambia leo mke wangu sikupendi leo. Yuko? Siku zote unampenda mke wako, na hiyo ndio inatakiwa siku zote. Lakini kuitoa siku maalum sio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio mwenendo wa dini. Sio mwenendo wa dini. Kwa hiyo Waislamu tuwahalifu makafiri.
Ndivyo alivyotuambia Mtume, tuwakhalifu makafiri. Hii siku haikuhusu, kwa sababu mengi yanayofanywa ni ya kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa madhambi makubwa aliwao kufanya kitendo hiki cha wao, unaingia katika madhambi makubwa kukosea Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi kubwa la tatu, al-la'n, kulaani ndugu yako. Wewe unalaana, wewe umelaaniwa wewe. Hasa mama zetu hawachungi midomo yao sana kwenye watoto. Wewe mtoto chizi, wewe umelaaniwa wewe. Tunasema la'anul mu'mini aqatlihi, kumlaani Muislamu kama ushamuua. Naam, kama ushamuua. Sasa lazima uchunge sana ulimi wako, chunge mdomo wako. Wakati una hasira, jaribu sana kucontrol. Unaweza kutamka neno ukashindwa kulirudisha. Unaweza kutamka neno baadaye ukajuta, ukaanza kujiuliza, mimi ndio nimetamka hivyo? Ndio ulitamka. Sasa wazazi na walezi, iko haja kubwa sana wakati mna hasira, mchunge sana. Sulani mtoto wako, simpe laana kijana wako, simpe laana, bali wacha mtoto hata wewe mwenyewe usijitie laana, kwa sababu unaenda kuharibu maisha yako, unaenda kujitia kwenye maangamivu makubwa sana. Mwape kisa mama mmoja alipokuwa ametengwa na familia yake. Familia yake ilimtenga, ikawa haimwangalii, ikawa haimjali, ikawa haina habari naye kabisa. Kwa hiyo wakawa anafili upweke sana, mnyonge, kwa ile depression aliyokuwa nao kwa kule kutengwa. Si akaja akatamka maneno mabaya sana, akaiambia familia yake, siku mimi nitakapokufa, basi mwili wangu hamtauona, hata kuzika hamkunizika. Haya ni maneno anazungumza mtu basi na kuelewa hatari iliyoko katika yale maneno. Amesahau kuna malaika wanasema amin. Innal malaikata yu'minun, malaika wanaitikia amin. So lazima unapozungumza uzungumze jambo la kheri, jambo zuri. Unapozungumza jambo baya, malaika wakisema amin, umeishi. Mimi nitakufa kafiri, akisema amin kwa hivyo. Sasa mama anatamka maneno mazito, anasema mimi hata nikifa mwili wangu hamtauona na hamtauzika. Basi ametoka siku katika masiku, subhanallah, la ilaha illallah. Katoka nyumbani, ameenda sokoni, amechukua bidhaa zake, sasa anarudi. Anavuka barabara, trailer imefika pale, la haula.
kujulikana kichwa ni nini, miguu ni nini. Watu wanakuja wanatoa vipande vya nyama, makunguru yamejaa. Yeye maneno yake, siku nitakapokufa hamtoniona, hamtonizika. Wanakuja makunguru wanakula ile nyama barabarani. Kelele, maneno alotamka mwenyewe. Mzangu, unapotaka kuzungumza kwanza wapebuta amali wazungumza nini, isije ukajitia kwenye matatizo mwenyewe alafu kwanza kusema nimerogwa, napelekwa kwa ganga, na wakati mwingine wewe mwenyewe umejiingiza wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuchunge sana, chunge sana. Taban mwanadamu amekuwa hasira, hebu tafuta njia kutoka. Usikubali ibilisi akuchukue kwa kupelekeshe, la. Usikubali. Fayula'inu al-mu'min kaqatlihi. Kumlani ndugu yako Muislamu kana kumuua. Uislamu unakana dhambi hiyo. Acha na kulaani ndugu zako Waislamu. Acha. Dhambi la 4, al-makru wal khadi'ah. Miongoni mwa dhambi makubwa ni kufanyana vitimbi. Tasbila mdogo ni dhambi kubwa. Pale unapofanyia mwenzako vitimbi, lengo lako nini? Pale unapotia machonji mwenzako akaharibikiwa, lengo lako nini? Pale unapotia maneno mabaya, watarajia nini? Wala ikul naqru sayyi illa li ahli. Sasa hivi ni wengine watu wamekosa kusafiana nia. Hakuna tena kusafiana nia siku hizi. Roho zetu zimesusua, hakuna tena mahaba. Imamu labda amekosea, anashambuliwa vibaya, anachukua maneno, au hata labda hajakosewa, lakini vile vitimbi anavyoingiziwa. Mara hajaonekana alfajiri, au mara hajaonekana asri. Alhasil aonekane tu, hayuko kwenye mstari. Mama amelala, hajakuja alfajiri kuswalisha. Nifika salatu al-asr, mama yuko wapi bwana? Mama ana mchezo bwana. Haitokei haya. Umuuliza hali yake. Muuliza hali yake. Labda ana dharura ya kiafya, ana dharura ya kidini, lakini wapi? Hatuulizani bwana. Unazungumzwa amelala Mtume, itakuwa imani ama mkilitikisa kalala Mtume na masahaba mpaka fajiri imepita, jua limechomoza.
fajiri imepita, jua limechomoza, bado wamelala Mtume na masahaba. Umar ibn al-Khattab alikuwa wa kwanza kuamka hivi, tayari fajiri imepita, jua hilo lishatoka. Ataanzaje sasa kumwamsha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ataanzaje? Lakini itabidi amwamshe sasa, hakuna budi. Alisongea karibu yake, akaanza kwa nini? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, shada la ilaha illa Allah. Rasulullah, fajiri shapita, jua lishachomoza. Mtume anauliza, aina Bilal? Bilal yuko wapi? Sio madini. Aina Bilal? Bilal anakuja anauliza, nini? Mbona kimechelewa? Anambia Rasulullah, kile kilichokupitikia wewe, hicho kimepitisha mimi. Ule usingizi unakupitia wewe mpaka ukalala, ndio huo umepitikia mimi mpaka nimelala. Mtume aka-understand, akaelewa, akamwambia sasa, inuka uadhini kiswali. Jua limechomoza hapo. Sasa hiyo tunakuja sasa hivi. Lazima tuambie kweli. Tuongelee wakati huu sasa, maimamu wako hali gani? Hata maliza siku utafanya kikao. Shekhi hatukuelewi bwana. Tusafiani nia. Ndani ya heri, amekutiliwa na usingizi basi. Lakini hizi makri tunazotia hizi, si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si sunna. Kwa Waislamu, tubadilikeni Waislamu. Hakuna kitu ambacho kitatupeleka mbele pamoja ikiwa nafsi zetu sisi ziko tofauti. Hatuwezi kufika tunapotaka kufika. Watu wakitutazama tuko kitu kimoja, alhamdulillah, lakini hatuko kitu kimoja sababu nafsi zetu tofauti. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Haitakiwi Waislamu leo moyo wako kuwa na insaf. Naam, tutafika mbali sana. Misikiti mingapi kaulize, misikiti mingapi kaulize. Maimamu wamebadilishwa kama nguo pale. Anakuja imamu wiki moja shaondoka. Anakuja mwezi mmoja shaondoka. Anakuja mwingine mwaka mmoja shaondoka. Nini shida? Mioyo yetu. Tukisafisha nafsi zetu, basi mahala pataendelea na tutasonga mbele tukuwa kitu kimoja. Lakini tukiweka bomba, hiqd, hasad, tafaruq, wallahi billah, hakuna mahali tutafika. Hiyo nasaha yangu Waislamu, kabla hujaona cha kusema fikiria, kwa sababu katika kufikiria utaleta maamuzi ambayo hayana madhara, lakini kuja kuinuka kusema italeta madhara baadaye. Kwa hiyo sitaki kurefusha, bado tutaendelea katika haya mawaidha ya kabairu dhunub katika Ijumaa ambazo zinapata. Kwa hiyo hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi